Language, where the second edition of Nurturing Kiswahili and CBC curriculum in the country known as Ulimbwende wa Kiswahili is underway at Standard Group headquarters right here in Nairobi. And the event has brought together several schools, 800 learners from across the country, where they will have an opportunity to showcase their talents in articulating themselves in Swahili. Now, my colleague Gisiri Chris is there and now joins us live. Good afternoon, Gisiri. Leo ni siku kubwa Ulimbwende wa Kiswahili nchini Kenya ambayo yaendelea hapa Standard Group headquarters. Ni yapi ambayo wanafunzi wanazungumzia, Gisiri? Asante sana Aseto. This Ulimbwende wa Kiswahili simply means the beauty of Kiswahili. Na leo tunataka kufanya siku hii ikue ile ya kuvutia zaidi, kwa sababu wanafunzi kutoka shule tofauti, walimu na wale wadau tofauti pia wa lugha ya Kiswahili wako hapa. Wote tu wanataka kuhakikisha kwamba siku hii ni ya kufana. Kwa hivyo jinsi ulivyosema ni kwamba tuna zaidi ya wanafunzi 800 ambao wamehudhuria siku hii na walimu kutoka shule tofauti. Na tusiandikie tu kile ambacho tunaita mate ili hali wino upo. Tunao hao walimu, tunao wadhamini wa lugha ya Kiswahili. Tuko nao hapa. Tunataka tusikie ni kwa nini waliweka siku hii na siku hii ina umuhimu gani katika kalenda ya kitaifa. Wacha tuanze tuna yule ambaye aliandaa mazoezi hili, ambaye pia ni mwanahabari tu katika shirika la Standard katika kiwango cha redio. Tusikie anajisi namna gani, ni kwa nini haswa masuala Ulimbwende yalikuja. Jina ni Victor Mlama, mwanahabari na nahodha wa kipindi cha Nuru ya Lugha, kipindi ambacho kimeshirikiana na shirika la Daraja Bora kuandaa kikao hiki, tamasha ya Ulimbwende wa Kiswahili. Ulimbwende wa Kiswahili kwa maana ya umaridadi. Pamekuwapo na utata, migongano na mitazamo mbalimbali kuhusu CBC, hasa kuhusiana na Kiswahili. Lakini tunaonesha umma kwamba Kiswahili kipo, kinaweza kutumikishwa zaidi kwa kuwapa wanafunzi fursa ya kuonesha umilisi wao, kuwatumikisha Kiswahili, wajue kwamba Kiswahili ni jambo la kawaida sana. Na ndio sababu pamekuwapo na wataalamu mbalimbali. Yupo hapa Bwana Miricha ambaye ningependa azungumze tu, atueleze utata ambao upo, hasa kwa wale ambao wanaona kwamba CBC pengine inamaliza Kiswahili. Tunawaambia kwamba CBC haimalizi. CBC imeleta mbinu za kiutendaji katika ufundishaji wa Kiswahili ili kufanya mwanafunzi awe anaelimika kutokana na ujifunzaji. Labda mwalimu, karibu hapa, utuambie tu jina lako, unaitwa nani, na kisha tutakushikia tu hii utuambie labda wewe unaitwa nani, shule ni ipi ambayo unatoka, na labda siku hii inafana namna gani kwako. Asante sana. Naitwa Dr. Mutahimu Richo. Mimi ni mwandishi wa Kiswahili wa KLB. Nimeandika vitabu vinavyoitwa Top Scholar Kiswahili na pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Karatina. Ningependa kusema kwamba CBC imechangia pakubwa maenezi ya Kiswahili, manake Kiswahili ni somo la lazima katika viwango vyote vya elimu katika shule pevu. Kila senior school, kila mwanafunzi atafanya Kiswahili. Vile vile CBC imechangia kukuza fasihi ya Kiswahili, manake katika shule pevu kutakuwa na riwaya, tamthilia, hadithi fupi, tawasifu na wasifu. Tawasifu na wasifu ni tanzu mpya ambazo zimeongezwa kwenye fasihi, kama vile novela imeongezwa katika junior school. Kwa hivyo kila mwanafunzi ana nafasi ya kwenda kusoma Kiswahili kutoka grade ya kwanza mpaka grade ya mwisho ambayo ni 12 na kisha kuendelea katika chuo kikuu. Asante sana. Tuko na mwalimu hapa pia, aingie hapa tu atuelezee labda jina lake nani, anatoka shule gani, na ni kwa nini aliwaleta wanafunzi wake hapa, watafaidika namna gani mwalimu? Jina langu ni Kennedy Anduvate. Mimi hasa si mwalimu shuleni, lakini ni mwanafunzi wa The Catholic University of Eastern Africa baada ya kustaafu katika ualimu. Kwa hivyo sisi ndio tumeandaa tamasha hii ya Ulimbwende wa Kiswahili. Kwa nini tuandae tamasha hii? Tunashirikiana moja kwa moja na mpango wa serikali wa kuanzisha mfumo wa elimu wa CBC ambao unategemea kila mwanafunzi kutendesha Kiswahili katika vipawa mbalimbali walivyonavyo. Lengo kuu ni kwamba tukiwaanzisha watoto wakiwa wangali wachanga katika masuala mbalimbali ya Kiswahili, watakapokuwa wakubwa tunaona kwamba huu ndio uwanja, Kiswahili ndio uwanja wa ajira ambayo ni mpya katika taifa hili. Kwa hivyo katika kutoa hotuba, katika kuchangiana mambo ya kuimba mashairi, katika uandishi wa masuala mbalimbali, au ndio watakuwa waandishi wa kesho, au ndio watakuwa watafsiri wa masuala na makala mbalimbali, na watahusisha taifa letu katika hata maungano na mahusiano ya kidiplomasia. Kwa hivyo Asante sana. Labda kwa sababu ya muda tu kwa sasa tunataka tuseme tu Aseto, umesikia yale ambayo yanaendelea hapa.
Kiswahili. Kila mtu anazungumzia Kiswahili. Kwani siku za nyuma watu waliona kana kwamba ukizungumza lugha ya Kiswahili ni kana kwamba hujasoma. Lakini leo tumeona hata waadhiri wa vyuo vikuu wako hapa kuhakikisha kwamba lugha ya Kiswahili inaendelea kukuzwa. Na ndio maana shirika la Standard limeweza kuandaa tamasha hii kuhakikisha kila mmoja anaweza jua ni yapi ambayo yanaendelea. Lakini tunaendelea na tamasha hii. Hata ukimaliza taarifa zako unakaribishwa hapa ili uweze kujifunza mawili ama matatu kwa lugha ya Kiswahili. Narudi kwako Aseto. Asante sana Gesiri, na wanasema Kiswahili lazima kitukuzwe. Yaendelea hapa Standard.